Moja ya tukio inayoendelea sana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ni tukio la huyu kijana ambaye sasa hivi yupo Congo DRC kwenye mji wa Kinshasa, na sasa hivi anaishi huko kama raia tu wa kawaida, lakini kabla ya hapo alikuwa akiishi nchini Marekani. Tatizo ambalo nilirudisha ilikuwa ni protection ile tatizo ya mwanamke ambaye alikuwa naye. Imagine kijana unayemuona hapo alikuwa akiishi Marekani, na sasa hivi hayo ndiyo maisha anayoyaishi huko Congo DRC. Kwa mujibu ambao taarifa zaidi ambazo zinazoendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii na ambazo alithibitisha yeye na kuongea kuwa tatizo ya mwanamke ambaye alikuwa naye alifanya mpaka sasa hivi niko hapa kufika Kinshasa, nikapanda gari ya kuja mpaka hapa Mwanda Kongo Central. Ndio kwenye niko na nilifikia mikono ya ndugu yangu, yeye hapa ni mjomba wangu, na tuko na mtoto wa mjomba wangu mwingine yuko hapa, alitukaribisha mzuri kabisa, na mpaka saa hii ndio kwenye naishi kwake. Sababu kuu ya yeye kufukuzwa Marekani ni mwanamke wa kizungu. Matukio kama haya yanaendelea sana kusambaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, na nahisi video hiyo tayari umekutana nayo. Bwana, huyu kijana inasadikika kuwa Marekani aliacha gari zake mbili, lakini kibaya zaidi alitoka Marekani hana maelewano kabisa mazuri na ndugu zake ambao wako Marekani. Kule Amerika niliacha gari mbili na mawasiliano sio mazuri na wale familia niliacha kule, kwa sababu mimi bibi alifariki, mzozo ilikuwepo, na mpaka sasa hivi waga sina mawasiliano nao kabisa. Inasadikika ni wa muda mrefu sana tangu wafukuzwe nchini Marekani, lakini maisha ambayo anakabiliwa nayo huko Afrika ni ya shida sana, kama jinsi unavyoona kwenye picha hapo. Imagine alikuwa ni mtu safi tu, alikuwa akiishi Marekani, na baada ya kuishi Marekani alipendana na binti wa kizungu, wakaishi naye kwa muda mrefu, lakini kama walifanyana vitu gani kwa huyo binti sijui, alienda kumripoti, na baada ya kufika huyo ripoti uchunguzi ulifanyika kwa kina, ikasadikika kwa kijana ili amalizane na tatizo hilo inatakiwa aanze kulipa kwanza 10,000. Alikuwa ananiomba 10,000 cash ya bani. Baada ya siku nilipoenda jaji akapeleka kesi yangu immigration. Nilipoenda walikuwa wanaomba hela nyingi sana, walikuwa wanaomba 2,000 ili nipate jaji, nipate lawyer wa kunitetea. Kwa hiyo kwa hizo idadi ya pesa zote zilimfanya kijana kuambia kuwa sina uwezo wa kulipa hizo hela. Kwa hiyo akaulizwa kuwa kama huna uwezo wa kulipa hiyo hela, basi inatakiwa utoke Marekani, yaani usiwe tena mkazi na usiwahi kufika tena Marekani. Kwa hiyo akachukuliwa jukumu la kufukuzwa nchini Marekani, na sasa hivi yuko Congo DRC, anaishi kama raia wa kawaida kama jinsi unavyoona hapo. Bwana, matukio kama haya ni mengi sana. Tunakumbuka mwaka 2025 kuna mchezaji wa Young Boys na yeye pia alifukuzwa pia kwa sababu tu ya mwanamke. Kuna mtu mwingine pia ambaye wapo Kentucky pia amefukuzwa hizo za wanawake. Vipi kwa maoni yako? Unahisi wanawake ndiyo chanzo cha wanaume kufukuzwa nchini Marekani, au tu ni akili ya wanaume mwenyewe? Tuandikie kwenye comment hapo ni kitu gani hasa unaweza ukakiongea juu ya watu wanaofukuzwa. Naitwa Omri Amegene Yuji sana, ni Omri Ama J. Hakikisha unatufollow, like, comment, pia share kwa ndugu jamaa na marafiki. Asante.